wakati Daudi aliwatuma vijana, walienda wakafikia Nabali, na Nabali aliposikia akauliza vijana, Daudi ni nani na mwana wa Yese ni nani? Yeye ni nani mimi nimpee mkate wangu? Yeye ni nani nimpee maji yangu? Yani Nabali akajibu kama mwanamume mjinga. Akakosa kujua anajibu mfalme wa nchi. Biblia ya Mungu inasema Daudi akahapa akasema, nataka niende kupatana na Nabali, na sababu amenijibu vibaya nami namuonyesha mimi ni mfalme. Lakini neno likafika nyumbani na bibi ya Nabali anaitwa Abigaili akasikia Daudi amekasirika na anakuja ataangamiza mume wangu. Abigaili akarudi haraka akapika ugali, akatengeneza mkate, akatengeneza maji, akaambia wajakazi wake, tangulieni mbele mwende kukutana na Daudi kabla afike. Bwana Yesu asifiwe. Apatane na mkate na ugali na chakula ili hasira ipunguke. Biblia inasema Abigaili alipofika na akapata Daudi anakuja na hasira, alishuka chini akapiga magoti akamwambia mfalme, dhambi ya mume wangu wacha iwe yangu. Sababu huyu mume wangu ni mjinga tu kama jina lake ilivyo. Ivugana libole, haleluya. Mimi ni haki. Abigaili hakumaanisha mume ni mjinga, lakini alitumia ulimi huo kuokoa mume wake. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke unaweza tumia ulimi wowote kuokoa nyumba yako. Unaweza tumia ulimi wowote kuokoa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke Abigaili alimwambia Daudi, samehe mume wangu, na ile dhambi yake wacha iwe ni yangu. Maana huyu mume wangu hata ni mjinga tu, hata sikia tu jina anaitwa Nabali. Huyu Nabali ni yeye tu Nabali, yeye msamehe. Na Daudi aliposikia akashusha hasira ikashuka chini. Nabali akapona kwa sababu ya mwanamke. Sababu ya hekima ya mwanamke boma linapona. Sababu ya hekima ya mwanamke watoto wanakuwa. Sababu ya hekima ya mwanamke kanisa linakuwa. Haleluya. Mwanamke mwenye hekima anafanya hata ndoa inatulia. Yesu asifiwe. Amen. Wewe kama mwanamke, kwa kuongea kwako unaweza leta vita ama ulete amani. Wewe ni mwanamke kwa bomu umeoleka, alafu mume wako anakuja na uanze nduru. Ni nini? Panguze uso, alafu mwambie mama huyu na unyamazi. Unafikiria kuna amani? Hata kabla uendelee, mwanaume amefika kwa nyumba haraka, hata kama ni kikapu ametupa chini, anauliza mama, unataka nini bibi yangu? Kwa nini? Kwa sababu ya wewe mwanamke. Lakini ukiwa mwanamke mwenye busara, hata kama umekosewa, mwanaume akija unangoja atulie kwanza, unampea maji aoge, unampea chakula. Wakati wenu wa kutulia ndipo unamwambia, unajua si kuona hii mambo vizuri, naomba ikifika kesho nisaidie kutatua. Mwanamke ukitulia, boma linatulia. Ukitulia, kanisa linatulia. Ukiwa kisirani, kanisa linawaka moto. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke yeye ndiye anaweza fanya moto wake ama moto uzime. Bwana asifiwe. Mwanamke unaweza fanya mambo iharibike ama iwe sawa. Yesu asifiwe. Mwanamke ukisikia maneno, uwe na kifua kipana. Kifua kipana na maanisha umeze maneno. Meza maneno. Wakikwambia neno vabo Indazi kumula ambole abolanji kuro yova unaanza safari, wakati watu wakikufuata nyuma ni vita imeanza. Lakini mwanamke mwenye hekima, hata kama limekufinya unatulia kwanza, unatafuta suluhisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna wanawake wengi wamefanya hata makanisa yameingiwa na mizozo mingi sababu ya wanawake. Bwana asifiwe. Amen. Wakati unapoenda kuombea hapo kwa mama assembly, hujaambiwa Pastor Boniface ataishi hapa miaka yote. Hata unaweza ombewa leo na kesha aende transfer. Mama assembly wa kichwa mbaya ndio huyo ameamuka, wataniambia pastor wangu ameenda wapi? Huyu si pastor wako, huyu ni pastor wa kanisa. Mume wako ni mume wako. Bwana Yesu asifiwe. Glory to God. Mama assembly mpumbavu ndiye anawasha moto sababu pastor ameenda uhamisho. Wanafika kwa region,
Kasisi anajibu, wanapita wanatafuta gharama. Muginga wamefika mission, mmekuja nini? Mirwazi tu inachumba kichoroni tuko no atuli aziwa mission. Wewe wacha mchezo. Wewe kama mama, wewe ni msaidizi ndani ya nyumba ya Bwana, na mchungaji ni wa uhamisho. Bwana asifiwe. Nimalize na jambo hili, na sana sana mimi naongea kwa wamama. Kama wewe ni mama, Bwana asifiwe.